Sikiliza, kazi yangu nimemaliza salama, kwa hivyo nataka pesa zangu mimi niondoke. Sikiliza Mdala, najua kazi yako umemaliza salama, unahitaji malipo yako, ila ungeniacha nikahuzunika na msiba. Kipindi nikimaliza msiba nitakupatia pesa yako, kwa sababu pesa inaweza kuwa niko nayo, lakini panahitajika mahitaji hivi na hivi mpaka msiba ukiisha, ndugu yangu, nitakupatia pesa yako. Kwa hiyo usijali, pesa yako utapata. Wewe mpuzi nini? Wewe umeniambia nikimaliza kazi yangu unanipatia pesa yangu. Wewe sasa unaniambia mambo ya msiba. Si msiba ni wako wako? Changu ambacho nataka mimi ni pesa yangu, usiniambie mambo ya msiba. Lete pesa yangu ama nikugeukie sasa hivi. Wewe vipi? Sasa mke wangu, itabidi tuende kule kwa Hamso tukaongee na yeye tujue tutamsaidia vipi. Sawa. Basi twende, wacha nifunge mlango. Subiri nikwambie ukweli ya Ibilisi. Kiukweli nimemuua huyu kaka kwa sababu alikuwa anasumbua kwenye mipango yangu. Pako na shamba pamoja na nyumba tumeachiwa na wazazi wetu kitambo, lakini ilikuwa mwenzangu hataki liuzwe kamwe. Sasa basi, ambavyo yeye amekufa, najua zile documents nitazipata, na kwa taarifa yake bosi nishapata. Kwa hiyo nikipata zile documents nikaenda kwa bosi, na uhakika pesa nitapata na nitakugawia pesa yako na kila moja tutachana. Tumeelewana? Kwa hiyo na maana hapa nimefanya kazi ya kanisa. Usingeniambia mapema tu nijue. Wewe umeniambia nikimaliza kazi yangu na nipatie pesa yangu. Nimekwambia nipatie pesa yangu. Sikia Ibilisi, kwa sasa napambania hizo documents, na nikizipata naacha kuzipata tu. Pia wewe nataka uwe mmoja wao kushiriki. Kipindi nikizipata nikuuza ile shamba na nyumba, nitakuongezea mshahara, nitakupatia 100,000. Au unasemaje? Kwa hivyo nilikuwa nataka nikusaidie ili uniongeze 50,000 kwa 100,000. Okay. Sawa. Mpango ukoje? Kuhusu mpango usiwaze. Subiri malize mambo ya msiba. Tutakutana.
itabidi niende nyumbani kamdanganya shemegi nimwambie kaka nimemkuta polini. Karibuni. Habari hapa? Tutaendelea vizuri. Nimekuja kumwangalia Hamso. Hamso tutampata maana tulikuwa tuko na mazungumzo na yeye kidogo. Sio kweli. Hamso ametoka muda si mrefu. Atakuwa ameenda wapi labda? Maana alikuja akaniambia habari za yule ndugu yake, shemeji yako wewe. Sasa tulikuwa tumekuja ili tuongee na yeye tujue tutasaidiana vipi. Sasa ametoka kwenda wapi labda? Mama. Shemeji. Walaika. Shemeji, kusema kweli siamini. Shemeji, binadamu ni wabaya shemeji. Nilikuwa iko pite zangu nikakutana kaka hapo chini porini, hata sijui amefanya nini. Shemeji, kusema kweli nimesitikisha mimi shemeji. Shemeji yangu twende ukamuone shemeji. Mbona sikuelewi unamaanisha nini ukisema hivi? Umekuja shemeji ukaanguka. Na maneno unayosema kweli yananitisha. Kakako ana nini kwani? Mbona sikuelewi shemeji yangu? Hata mimi unanichanganya bro. Kwani unamaanisha nini ukisema hivyo wewe? Yaani kusema kweli mimi yani ana size ningonge. Sijui atanaongelea hata mnielewe nyinyi. Yaani naona msiba au unakuja msiba, twende tukamwangalie tumsaidie. Kwa nini hamnielewi nyinyi? Samuel, twendeni tukamwangalie, tusikae tu hapa. Kaka. Maisha yataendaje bila wewe mume wangu? Kaka umetuacha na nani kaka? Umeniacha na nani mume wangu? Nitabeba na nani mimi kuhusu hili swala? Ai mume wangu jamani. Kaka. Kila siku sisi tu. Basi bro. Bro, nitabaki na masikitiko wangu nilikuwa nampenda sana. Basi. Tafadhali naomba msilie. Mtajiumiza bure. Hapana, ninaumia mume wangu jamani. Najua unaumia shemeji, lakini kama nikufa nimekufa tayari. Kwa hiyo tuangalie mambo ya msiba sasa. Hili ni sikitiko ambalo halitaisha maishani mwangu. Haya ni basi. Nampenda sana mume wangu. Sawa, najua unampenda, lakini Mungu amempenda zaidi. Shemeji, kidogo. Shemeji, ni mwezi sasa kaka amekufa. Na unavyojua kaka ambavyo amekufa
itabidi mimi nisimamie nikuwe kama mwanaume hapa kwenye hii boma. Kwa hiyo itabidi nipatie zile documents niishi nazo mimi, kwa sababu tayari kaka ashafariki. Hivi shemegi, upo sawa kweli wewe? Hata hauna huruma. Kaka wako kaburini hata hajamaliza hata mwaka. Alafu leo hii unaniketisha unasema nikupatie documents uwe mrithi wa nyumba na shamba. Hiyo inakaa sawa kweli? Hivi akili yako iko sawa kweli shemegi? Kaa na huruma basi. Kwanza nilikuwa nikimwambia kaka, nilikuwa kuna kiburi. Wewe nawe unaanza kiburi. Sawa, acha kunyesha. Tuone panapovuja. Hivi shemegi ana nini kweli? Mbona anazidi kunisikitisha tu, lakini mwenzake hata bado sijakaa sawa. Lakini yeye leo kesho documents. Ama alifanya makusudi tu kumuua kaka yake. Leo hii ananigeuka anasema kwa alimuokota. Oh. Lakini mbona hivi jamani? Mbona naona umejirembesha sana. Unaenda wapi? Naenda kumwangalia rafiki yangu kule. Sasa unajua bado yuko na huzuni. Ni sawa, wewe wahi lakini usichelewe kurudi. Chelewi na wahi. Sawa. Sana rafiki yangu. Najua yote haya ni mambo ya Mungu. Kwa hiyo acha kulia tu. Sasa hii hata bwanako yuko na mwezi. Siniero angali mambo mengine tu. Yote hayo ni mipango ya Mungu hii. Kwa hiyo wewe nyamaza tu. Yatakuisha yote, utasahau tu. Sawa? Siwezi sahau rafiki yangu. Maana mume wangu hakufa mwenyewe, bali alifanya kuuliwa. Nitawezaje sahau mimi? Hajaugua mume wangu. Ni sawa, yote yatakuisha hayo. Atajulikana tu aliyefanya hivyo. Nimekuita hapa, niko na mazungumzo na wewe. Hivi kwa nini rafiki yetu Hamso alikufa na haukuhudhuria msiba? Ni kitu gani kilikupata ndugu yangu? Ni kaka, nilivyokosekana mimi, msiba hukupita. Hata kama ulipita, lakini wanakijiji watakufikiriaje? Maana we ni familia yangu, ni mdogo wangu. Lakini nashangaa tulienda kuzika, lakini we sikukuona. Na hata sasa sikuoni na huzuni wowote yani. Yaani umekaa tu umetulia.
Kwa hiyo kaka, hicho ambacho nakiongea ndo ambacho umenitia hapa? Ndio. Sikiliza kaka, mimi sina tatizo lolote, hata usinifikirie vibaya, sikuenda mwenyewe tu. Basi sawa, lakini Amson na kaka yake walikuwa wako na ugomvi mkubwa sana, sababu yule kaka yake alimhitaji yule mkubwa wake wauze ile shamba, lakini yule mkubwa wake akakataa kabisa, na ndo sijui hapo kulitokea nini mpaka yule Amson akafariki. Yaani hapo sijapata picha vizuri, lakini tunaendelea na uchunguzi tujue ni kitu gani kilimtokea. Alafu mambo mengine mimi hayanihusu kaka. Alafu wewe kaka mwenyewe pia fuata maneno yako, wala fuata mambo yako. Mambo mengine pia wewe nawe hayakuhusu. Utakuja kukomea mahali popote ambapo hujui kama unaenda wapi wala umetokea wapi. Kwa mambo ya kufuata mambo ya watu tu. Watu wako kwenye majumba yao huko. Ukifika hapo kiitwa tu unaenda tayari. Mimi hata acha nitulie tu. Sawa, mimi nimekuelewa, lakini wewe bado hujakuwa mtu mkubwa. Bado wewe ni mdogo. Na ukijua ya dunia hautaongea tena hayo mambo. Kwani kaka Samuel ameshaanza kunishuku ama vipi? Maana simuelewi. Mambo ya mauaji alafu mtu pia bado hajakulipa pesa alafu ujulikane. Kwa nini mmeniita hapa saa hii? Azraeli, yule shemegi amekataa kunipatia document. Sijui tutafanyaje. Kama amekataa, dawa ipo. Muue tena haraka. Maana kaka ameshaanza kugundua mambo yangu. Kwa hivyo hapo silaze damu. Ina maana amefuata kaka yako? Hii ngori ndugu yangu hii. Najua akijua kwamba ndo tumehusia kuua kaka yangu itakuwaje? Lakini tuachane na hayo. Umeongea, yaani umeongea kote lakini umenipatia wazi. Naona yule shemegi bora nimteketeze kwa sababu anapanda kichwani. Yaani ni mwanamke ambaye amechukuliwa kwao akaletwa kwa magetoni alafu hapo pia anaanza kunikatalia vitu. Hiyo sitaruhusu itokee hata kama. Itabidi anipatie hizo documents. Kazi kwako. Ukirudi tena hapa, uniambie kama umefanikiwa.